وأثني بحمد من أنزل قرآنه شفاء ورحمة للمؤمنين وبلاء ونقمة للكافرين، القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تجعل لنا في الجنة قصورا جميلة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا معاشر المسلمين، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. والتقوى عبارة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ويقول أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. معاشر سادة الحضور، بعد يقوم حميد مولا سبحانه وتعالى na kumtakia rahma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hakika ni huzuni kubwa, ni huzuni kubwa kuondokewa na mwezi wa Ramadhani kwa yule ambaye kwamba anatambua kadri ya mwezi wa Ramadhani, kwa yule ambaye kwamba anatambua amepata nini ndani ya mwezi wa Ramadhani, na ni furaha kwa yule ambaye kwamba hatambui mwezi wa Ramadhani kwake umeingia ni kama miezi mingine. Ni hasara kubwa kwa Muislamu kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani na ukamtokea akawa ndani ya mwezi wa Ramadhani na miezi mingine hakuna tofauti. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah asema, amehasirika mtu ambaye kwamba ataingiliwa na mwezi wa Ramadhani au atakuwa jana yake na leo manistawa yaumahu. Amehasirika yule ambaye kwamba atapatikaniwa na siku mbili zote ziko sawa sawa kwake yeye, jana na leo hazina tofauti. Jana na leo hakuna kilichoongezeka, hakuna kilichopungua. Na leo hii twasema kwamba atakuwa amehasirika mtu ambaye kwamba atakuwa ameingiliwa na mwezi wa Ramadhani na ukatoka mwezi wa Ramadhani wala asibadilike. Kwa nini tuyalete haya?
sualun muwajjahun ilaina ila kulli muslimin wa muslima, madha ba'da Ramadhan, kitu gani tufanye baada ya Ramadhani? Ramadhani imekwenda, wa Ramadhani sayaud, wa hal nahnu sanabaqi ila wujudi Ramadhan akhar. Ramadhani imekuja, imeondoka, itarudi. Suala liko kwetu, tutabakia mpaka kuipata Ramadhani nyingine? Kam wajadu Ramadhana walam yukamiluha, wangapi wameipata Ramadhani hawakuikamilisha? Wangapi mwezi wa andama yeye ndiye aondoka? Na mimi na wewe hatuna guarantee kwamba tutaipata ya mwakani. Nas'alullaha aliwafiqana, tukimwomba Mwenyezi Mungu atufikishe, atuafikie tuipate. Suali lililoko, madha ba'da Ramadhani, tumeipata Ramadhani na ishaondoka, tufanye nini baada ya mwezi wa Ramadhani? Kwa suala hili tutarudi katika aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Suala letu litajibiwa na aya hili. Mwenyezi Mungu siku alipokufa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, alikuja Sayyidina Umar baada ya kupata habari, akaingia ndani ya nyumba ya Bibi Aisha alipokufa ndani yake Mtume Muhammad, akamuona Mtume, akafanya ya kufanya, akatoka nje ya mlango. Alipotoka nje, akatoa kauli ndogo tu, akasema, man qala inna Muhammadan mata aqta'u ra'sa, atakayesema Muhammad amekufa leo tamkata kichwa chake. Je, atakayesema Ramadhani imeisha akatwe kichwa? La, hawezi. Jawabu liko kwenye aya tuliyotangulia. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah alikuwa hayuko ndani ya mji, alikuwa nje katika shughuli zake. Alipokuwa yuingia mji, akapata habari ya kwamba Mtume amefariki, na Sayyidina Umar ametoa maneno kwamba yeyote atakayesema kwamba Mtume amekufa atamkata kichwa. Sayyidina Abubakar hakuwa na pupa, hakuwa na presha, hakuwa na hasira. Alikuja mpaka kwa chumba cha Bibi Aisha, akaingia ndani, akamfunua nguo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamuona uso wake, akalibusu paji lake la uso, kisha akamwambia maneno haya, tibta hayyan wa mayitan, wewe ya Rasulullah umekuwa ni mzuri kutoka uhai wako na umekuwa mzuri hata ulipofariki. Kisha Sayyidina Abubakar akatoka nje. Sasa alipotoka katika mlango kama ule, aliposimama Sayyidina Umar, yeye akasimama kando, akaisoma aya hii, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum.
aya hii ilipokuwa yasomwa, Sayyidina Umar machozi yalikuwa yanambubujika, yanatirizika, huku alikuwa amelishika jambia lake kwa kauli aliyoitoa. Lakini baada ya kusikia aya ikisomwa na Sayyidina Abubakar, na kwa kuwa yeye ni Mwarabu anaelewa Kiarabu kiufasaha, hakuhitaji tafsiri, akarudisha kisu pale pale ndani, akasalimu amri. Maana yake ni nini? Mulikuwa nyinyi Makureishi katika hali ya ujahilia, akaja Mtume Muhammad akawa amewaokoa na ujahilia kama ule. Leo amekufa. Suala limekuja katika Qur'ani, ikiwa mtume atakufa mautan tabiiyan, amekufa kwa mauti ya kawaida, awe ni mgonjwa, awe amekufa, au atauawa kama alivyokuwa watu wanamshambulia, je, suala likaja mbele, je, mutarudi katika ukafiri? Mutarudi katika ujahilia? Ndio tukalieleta suala hili. Ramadhani imeondoka, mimi na wewe tutabakia katika taa au tutarudi tulipotoka? Kabla ya Ramadhani tulikuwa wapi? Na Ramadhani ilipokuja tulikuwa wapi? Na leo Ramadhani imeondoka, je, tutabakia katika ibada tulioondoka nayo katika mwezi wa Ramadhani au tutarudi pale mwanzo kabla ya Ramadhani? Na hapa ndio tunayapata maneno ya Sayyidina Ali aliposema, man istawa yaumahu faqad khasira. Ikiwa siku zako mbili zitalingana, hazina utofauti, basi wewe ujue umeshakasirika. Ikiwa kabla ya Ramadhani tulikuwa ni wakosefu, ukaja mwezi wa Ramadhani tukaoga, alafu Ramadhani imetoka tukarudi pale pale kwenye matope, hii ni sawasawa na kusema siku zetu mbili zote hazina utofauti. Ni kwamba kabla ya Ramadhani tulikuwa kwenye matope na baada ya Ramadhani tukaingia kwenye matope. Kwa hivyo ina maana hatuna tofauti, tutakuwa tumekasirika. Tufanye nini baada ya Ramadhani? Baada ya Ramadhani, Muislamu kama Muislamu ambaye hakikatan amri ametoka katika madrasa ya kisawasawa, jambo analopaswa kulitekeleza al-istiqamatu fi ta'ati llahi ta'ala, ni kuwa na istiqama, kuwa na msimamo, kuwa ni mwenye kulingana katika ibada ulizokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tulikuwa katika mwezi wa Ramadhani tukiswali, walana Ramadhani imeisha, tuendelee, tudumu katika taa, tudumu katika sala. Tulikuwa katika mwezi wa Ramadhani tukiamka usiku, qiyamul layli, basi mpaka baada ya Ramadhani tuweze kujifungamanisha nayo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Mtume Muhammad, fastaqim kama umirt wa man taba, lingana ewe Muhammad kama ulivyoamrishwa, lingana katika kufanya da'wa yako. Hivi suala linakuja, hivi Mtume Muhammad alikuwa hakulingana? Alikuwa hana istikhama? Alikuwa hana msimamo katika ibada? Alikuwa hafanyi sawa sawa ibada zake? La, hadha khitabun li rasulillah wa ta'liman li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa ni khitab ikimwambia mtume kwamba alingane katika da'wa yake, bimaana kile anachokizungumza katika da'wa yeye awe ni wa kwanza kukifanya, katika ibada awe yeye ndiyo wa kwanza kufanya kabla ya matendo ya maneno yake.
Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, shayyabatni hudun wa ikhwatuhu. Wakati aya hii yashuka, Mtume Muhammad alikuwa na mvi 17. Alikuwa na mvi 17. Asema Hud na ndugu zake zimenitoa mvi. Kivipi? Kwa sababu iweje leo Mwenyezi Mungu amemsifu Mtume Muhammad, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik, kisha huku anamwambia fastaqim kama umirta. Huku anasifiwa, wewe tumekuondolea, wewe tumekufutia, wewe hakuna uzito. Lakini huku Mungu anamwambia Muhammad, simama sawa sawa, lingana katika ibada, lingana katika da'wa yako, fanya yale ambayo ni sawa. Na mimi na wewe tunatakiwa kusimama katika msimamo wa ibada, hata kama Ramadhani imeisha, lakini tubakie katika mstari wa sawa sawa. Tukitaka kufaulu fi dunia wal akhirah, lazima tubakie katika istiqamatu. Wal istiqama ibaratun an luzumi ta'ati wa ijtinabu nawahi, ni kule kulingana katika kutekeleza taa, ibadat, na kuepukana na maasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia, azungumza na wale ambao kwamba hawa wao wamelingana kabla, basi wasimame katika taa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokelewa na Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah qala qultu ya Rasul Allah qul fi islami qawlan la as'alu anhu ahadun ghayra. Ya Rasul Allah, niambie neno moja tu katika Uislamu wangu wote, maisha yangu yote, sitowahi kuuliza mtu mwingine maisha yake. Mtume Muhammad alivyokuwa ni profesa, alivyokuwa ni psychologist, alivyokuwa hakuweza kumwambia nenda kafanye biashara, nenda kafungue mabenki, nenda kafanye. Sikiza maneno ya Mtume Muhammad, alimwambia kafanye nini? Amwambia hivi, qul amantu billah thumma istaqim. Maneno mawili. Amwambia ya Sufyan bin Abdullah, jambo ambalo unapaswa wewe kulifanya, qul amantu billah, sema kuwa nimemwamini Mwenyezi Mungu, bimaana uweze kukiri shahada, na ukishamaliza kukiri shahada, istaqim. Ushapiga shahada ukakubali kwamba wewe ni Muislamu, bimaana istaqim. Sasa swali, ukiwa na mali toa zaka, ukiweza kufunga funga, ukiwa na uwezo wa kwenda hija nenda hija, tekeleza yale mambo yaliyoko chini ya shahada. Kwa sababu ukisoma Uislamu utakuta baada, ukishakusoma kwamba arkanul islami 5, ya kwanza shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kilichobaki ni nini? Iqamatu salati, itau zakati, wa saumu ramadhana, wa hajjul bait. Sasa haya yaliyomo chini ndiyo sasa wewe unapaswa kuyatekeleza. Sufyan ibn Uyayna akaondoka asema, la azidu wala ankus, sizidishi sipunguzi, basi nitasimama na haya. Na mimi na wewe ambao kwamba tumekubali Uislamu na tushatoka katika mwezi uliotufundisha, lazima haya tuyatabikishe, lazima haya tuyatekeleze,
lazima haya tusimame katika mustawa wa sawasawa. Al-istiqama, lazima tuwe na msimamo katika ibada zetu, lazima tuwe na msimamo katika taa yetu, lazima tuwe ni wenye kusimama katika kutekeleza yale Mola yanayomridhi na tuyawache yale ambayo hayamridhi Mola subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awahutubu watu ambao kwamba wamesimama katika istiqama. Utapata nini wewe ukisimama katika istiqama? Mwenyezi Mungu atuambia, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, hakika wale ambao kwamba watakubali kumwamini Mwenyezi Mungu, thumma istaqamu, kisha wakalingana, wakawa na istiqama, wakatekeleza mambo yale Uislamu unaotaka, wakatekeleza ibadati namna Mola anavyoridhia, wakajiepusha na maasi. Mwenyezi Mungu, tatanazzalu alaihimul malaikatu, wewe huondoki duniani ila Mola atashukisha malaika wale wakati wa sakaratul maut waondoka ala wajhi al-ardhi, kwa kuwa umesimama kisawasawa, umelingana na istiqama inavyotakikanwa. Mwenyezi Mungu anakuletea malaika wanakupumbaza. Ndio pale ambapo kwamba baadhi ya watu ambao kwamba ni jamaa zetu wanapofariki, wengine wakwambia fulani alifariki na huku wafurahi, fulani afariki na huku yasmail. Nini kilichomfanya asmail? Aya hii ni Mwenyezi Mungu atuthibitishia, asema tatanazzalu alaihimul malaikatu, wale malaika wakishuka ufanya nini? Humwambia alla tahzanu, wewe usihuzunike bana, wewe usiwe na huzuni yoyote, usiwe na mbabaiko, wewe twende. Alla takhafu wala tahzanu, usiwe na hofu wala usihuzunike. Kwa nini? Kwa yale uliyoyaacha, kwa yale uliyoyafanya, wewe uko mahala pazuri. La takhafu wala tahzan. Kisha wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bado wanamwambia nini? Abshir, pokea bishara mzuri. Ya ayyatuha nafsul mutmainna, pokea bishara mzuri wewe. Kilichoko mbele yako angalia, Mola anakuletea mahala unapokwenda. Wewe wenda ingia pale, wahuzunishwa na nini? Wewe wenda kuishi mahala pale, wahuzunishwa na nini? Mwanadamu pale anahuzunika kwa sababu familia yake iwaiacha, hajui iwaiacha katika hali gani. Aya inayofuata Mwenyezi Mungu anasema, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, sisi ndio wasimamizi, ndio tutakaokuwa badali yako wewe. Wewe njoo, ondoka ala wajhi al-ardhi, lakini hawa unaowaacha usihofu. Wewe madamu ushawaacha katika istiqama, madamu ushawaacha katika mustawa, madamu ushawaacha katika njia inayoridhisha Mola, wewe usihofu. Sisi sasa ni jukumu letu tuweze kuwasimamia hawa. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, hawa sisi tutawachunga, tutawalinda, tutawasimamia. Hakuna atakayekwenda huku wala huku. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma, peponi kuna kila mnachokihitaji. Sasa ikiwa tutaka kunadi saada, ikiwa tutaka kufaulu, al-istiqama ya ikhwani, al-istiqama, tusimame na msimamo wa sawa sawa. Hapo ndio tutakwenda kufaulu, hapo ndio tutapata kunadi saada, hapo ndio tutakwenda kuipata pepo ya Mola subhanahu wa ta'ala.
Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun. Fa idha qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum.